Asubuhi ya leo kwa muda mfupi huu wa nusu saa nataka nizungumze baraka za kumcha Mungu. Baraka za kumcha Mungu. Baraka za kumcha Mungu. Baraka za kumcha Mungu. Nitaanza maandiko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Biblia inasema mstari kuanzia wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoamuru Bwana Mungu wetu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako. Upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake zote na sheria zake nazo kuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Tena siku zako ziongezwe. Nazungumza baraka za kumcha Mungu. Kumcha Mungu kuna matokeo makubwa sana katika mtu yule ambaye atamcha Mungu. Utakubali kumcha Mungu, utajitoa kumcha Mungu. Kuna matokeo makubwa sana ambayo Mungu ameyaeleza na katika Biblia, lakini pia katika uhalisia katika maisha yetu tunayaona na kuyashuhudia mambo yanayotokea kwa mcha Mungu. Kwa mcha Mungu. Kwa hiyo kuna baraka. Leo nataka kuzungumza juu ya hizi baraka za mtu anayemcha Mungu. Lakini kabla ya kuziangalia hizo baraka za kumcha Mungu, nataka tuangalie maana ya kumcha Mungu. Maana ya kumcha Mungu. Nitagawa muda mfupi, nitakupa maana ya kumcha Mungu. Naomba ushike hilo sana. Maana ya kumcha Mungu. Mimi nitakupa mambo matatu lakini ya maana ya kumcha Mungu. Kwanza kabisa, maana ya kumcha Mungu, la kwanza kabla ya la pili, lina vipengele vitatu. La kwanza kabla ya la pili lina vipengele vitatu. Inawezekana vikaongezeka na vingine kwa kadiri ambavyo utaendelea kujifunza, lakini siku ya leo nataka tuangalie vipengele vitatu hivi kabla ya pili. Kwanza, kumcha Mungu ni kutambua utakatifu wake. Kutambua kwamba Mungu ni mtakatifu na kuutambua huo utakatifu wake. Kujua utakatifu wa Mungu. Kwenye kitabu cha Walawi sura ya 11. Mambo ya Walawi sura ya 11. Mambo ya Walawi sura ya 11 na mstari wa 44. Na mstari wa 44. Anasema, kwa kuwa mimi ni Mungu au mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Mungu ni mtakatifu. Kujua utakatifu wa Mungu. Katika maandiko mengi katika Biblia yanatueleza juu ya kwamba Mungu wetu ni mtakatifu. Kwa hiyo kujua utakatifu wa Mungu, kujua usafi alionao Mungu katika kuwaza kwake, katika kunena kwake, na katika kutenda kwake, na katika kuamua kwake, bado anabaki kwa Mungu mtakatifu. Kwa hiyo kujua utakatifu wa Mungu. Kujua utakatifu wa Mungu. Labda niseme mtu mmoja anaitwa Isaya.
aliitwa Isaya. Alikuwa nabii na alitabiri kuanzia sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Alikuwa anatabiria watu habari za Mungu, anazungumza juu ya Mungu, lakini alikuwa hajapata nafasi ya kutosha katika ufahamu wake kumjua Mungu kwa upana juu ya utakatifu wake, kumjua Mungu kwa upana juu ya utakatifu wake. Mtu anaweza kuhubiri habari za Mungu, mtu anaweza kuzungumza habari za Mungu, anaweza kuimba habari za Mungu, lakini asijue kwa upana sana utakatifu wa Mungu. Isaya wakati alipoendelea kutabiri mpaka sura ya 6, Biblia inasema alipokufa mfalme Uzia, macho yangu yalimuona Bwana. Unaona? Sasa nuru ile ikamwangazia, akauona utakatifu wa Mungu. Na alipoona utakatifu wa Mungu Isaya, ndipo alipojiona uchafu wake, akagundua kwamba yeye ni mtu mwenye midomo michafu. Halafu anakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yake yamemwona mtakatifu Mungu wa Israeli. Ukisoma pale juu, wale malaika makerubi wale walikuwa wanaita mtakatifu, 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 mtakatifu. Kujua utakatifu wa Mungu kwa kiwango kinachostahili kujua. Kwanza kabisa, kabla ya kusema kumcha Mungu, kumcha Mungu namba moja, kwanza kujua utakatifu wa Mungu. Naona, na hii ukishajua utakatifu wa Mungu itakupelekea na wewe uanze kuishi maisha hayo matakatifu. Lakini la pili, napozungumza habari ya kumcha Mungu, napozungumza habari ya kumcha Mungu, kutambua uwezo wake usio na mipaka. Kutambua uwezo wa Mungu huyu ambaye unakwenda kumcha sasa, kutambua uwezo wa Mungu usio na mipaka, kwamba yeye ni Mungu. Biblia inasema kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu, kwamba sisi wanadamu tuna mipaka yetu, tuna mwisho katika utendaji wetu, tuna mwisho katika akili. Mungu ana akili ambazo hazichunguziki. Mungu ana ufahamu ambao hauchunguziki. Mungu ana nguvu ambazo hazichunguziki. Mungu ni Mungu aliye mkuu mno, ambaye huwezi kuchunguza, kutambua hilo kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ana uwezo usio na mipaka. Naona, kutambua uwezo wa Mungu usio na mipaka. Naona, na hiyo itakupelekea kuwa na hofu ya kumcha Mungu, kujua kwamba wewe kama mwanadamu una mipaka, hata kama ni kiongozi, hata kama ni mtawala, hata kama ni una akili kiasi gani, ujue kwamba akili zako ni kidogo mno, ni kiwango kidogo sana ukilinganisha na akili za Mungu. Na kama una nguvu, ujue kwamba nguvu zako ni ndogo sana ukilinganisha na uwezo wa Mungu. Labda nikupe mfano mmoja mzuri tu kutambua uwezo usio na mpaka. Kuna mtu ambaye ni mpiganaji wa ngumi. Hii inaweza kuwa ni maelezo yaliyotokea katika miaka fulani ya huko nyuma. Mpiganaji wa ngumi, lakini yule mpiganaji wa ngumi siku moja alijitokeza hadharani na kusema, mimi naweza nikapigana na Mungu, na ninaomba mtengenezee ulingo nipigane. Kama Mungu yupo na kama ana uwezo, basi mimi nataka nipigane naye ngumi. Unaona? Na wakatengenezea ulingo, na mashabiki, watu wa ajabu sana, wasiojua uwezo wa Mungu, wasiojua nguvu za Mungu ambazo hazina mipaka,
wakawepo hapo kama mashabiki wake, wapambe wake, kuona huyu jamaa ambavyo anaweza kupigana na Mungu. Kwa hiyo refari alikuwepo hapo, na jamaa akaanza kuonyesha kwamba yuko tayari kupigana, na sasa akasimama katikati hapo. Refari akapiga filimbi yake ya kwamba sasa ngumi zianze, na baadaye Mungu hakuonekana, na yule jamaa akasema, sasa yuko wapi Mungu? Mungu hakuna Mungu, hakuna Mungu, na kama yupo ameniogopa. Naona kama yupo ameniogopa. Sasa wakati anateremka kwenye ulingo, wakati anateremka tu kwenye ulingo wake, wakati anateremka kwenye ule ulingo, kikaja kama kadudu kadogo sana ambacho hajui kama kilikuwa ni kidogo. Akashangaa tu ghafla kwenye jicho lake kama kuna kitu kimeingia jichoni, na akawataka watu waje mara moja, mtu aje amsaidie kukiondoa hicho kitu. Alipokuja mtu hakuona hicho kitu, akajaribu kutafuta namna yoyote ya kukiondoa, ikashindikana. Lakini wakasikia, akaanza kusikia maumivu makali mno kutokea hapo jichoni, yanaenda kwenye mwili mzima mpaka yanashika kwenye moyo. Kwa hiyo walimkimbiza haraka hospitali, na kabla hajafika hospitali alikuwa amekufa. Alikuwa amekufa. Kwa nini? Huyu mtu hakujua uwezo wa Mungu usio na mipaka, kwamba Mungu ni Mungu mkuu mno, mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote, na asiyeshindwa na chochote katika maisha ya mtu, na asiyeweza kushindana na mtu. Kujua hilo. Kuna watu wengine, hii ilitokea hivi karibuni kwenye mji mmoja katika nchi ya Marekani. Ilitokea hivi karibuni, mtu walijitokeza na kwamba wao wanamwabudu shetani, na wakazungumza vitu vingi vibaya kuhusu Mungu, lakini matokeo yake ule mji uligharikishwa na moto. Moto uliingia ukaichoma ule mji. Naona, lakini walichokishangaa, kanisa lilibaki salama. Wakashangaa Biblia ilikuwa kule ilibaki salama, lakini moto ulichoma maeneo mbalimbali katika ule mji. Hiyo ni kwa sababu gani? Watu wale huenda walikuwa hawamjui Mungu, hawakutambua uwezo wa Mungu, hawakutambua nguvu za Mungu. Naona, nashukuru sana kwa Mungu kwa taarifa ambazo nimezipata hivi karibuni kwenye vyombo vya habari kwamba Rais wa Marekani ametangaza kwamba sasa taifa letu litakuwa taifa linalomtambua Mungu, linamtambua Mungu. Na alisema kwa kweli tumepita kwenye hasara kubwa, na kwenye taifa letu limekuwa limeanguka kiutawala duniani kwa sababu tu tulikosa kujua uwezo na nguvu za Mungu. Taifa kubwa kama Marekani, rais wa nchi ya Marekani amezungumza hadharani. Kwa hiyo maana yake kutambua uwezo wa Mungu, wa nguvu za Mungu. Lakini jambo la tatu nitakusomea kwenye kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ya 9. Kitabu cha Yeremia sura ya 9 na mstari wa 23. Naona nasema, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana. Kwanza nazungumza sasa la tatu, kumtambua kwamba Mungu ndiye Bwana, ndiye mfalme. Lakini la pili, kutambua kwamba ni Mungu atendaye wema, ni Mungu aliyetenda wema. Lakini la tatu, kutambua kwamba ni Mungu mwenye kuhukumu. Unaona, anayehukumu makosa, dhambi, uovu wowote ule kwa yoyote yule mwanadamu aliyeko duniani, kwa yoyote, kwa wakati wote, kwa namna yoyote. Ni Mungu mwenye kuhukumu. Lakini pia
kufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu wa haki. Unaona, anasema katika nchi, maana mimi napendezwa na hayo. Sasa kutambua ya kwamba Mungu ndiye Bwana, kumtambua kwamba yeye ndiye Bwana. Unaona, hakuna Bwana mwingine, hakuna Mungu mwingine, hakuna miungu, wala hakuna mawe wala miti wala nini wala chochote, wala kuabudu mahali popote. Unajua ya kwamba Mungu ndiye Bwana. Unaona, lakini pia kujua kwamba yeye ndiye Bwana atendaye wema. Kama ni wema wowote, kama ni chochote ambacho mwanadamu anakihitaji, basi kinapatikana katika mikono ya Mungu. Unaona, lakini pia kujua kwamba Mungu ni Mungu mwenye kuhukumu, anahukumu makosa, dhambi na uovu kwa yoyote yule. Unaona, lakini pia kujua kwamba Mungu ni mtenda haki, hana upendeleo, haangalii sura ya mtu, haangalii cheo cha mtu, haangalii hali ya mtu, haangalii kwamba wewe ni mchungaji, wewe ni kiongozi, wewe ni nani. Mungu anatenda haki. Sasa ikiwa utayajua mambo haya, utayatambua mambo haya yatakupelekea kumcha Mungu, kwa maana utafanya yafuatayo. Huyo mcha Mungu atalazimika au atajikuta tu, kutokana na jinsi ambavyo amemtambua sasa Mungu katika maeneo hayo ambayo nimesema, hiyo hali itampelekea mtu huyo kufanya yafuatayo. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10, Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na mstari wa 12. Yote haya tunaweza kuyaona hapa kwenye kitabu hiki, kitabu cha Kumbukumbu. Utafanya, yatakupelekea, hiyo hali itakupelekea kufanya yafuatayo. Mstari wa 12 unasema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Mungu wako na kwenda katika njia zake zote. Moja, utaenda katika njia zake zote, yaani utalazimika, utajisikia kuhakikisha kwamba unatembea katika njia za Mungu, unatembea katika uongozi wa Mungu. Hufanyi mambo kwa kutaka mwenyewe, hufanyi mambo kwa hiari yako, hufanyi mambo kwa kusikiliza watu, lakini utajikuta utataka kuongozwa na Mungu. Unaona, utataka kuongozwa na Mungu, utahitaji uongozi wa Mungu. Unaona, utahitaji kusikia kutoka kwa Mungu wakati wote. Hilo la kwanza ambalo litaonyesha kwamba mtu huyu ni mtu anayemcha Mungu, ambaye anakubali kuongozwa na Mungu, hata kama kuna maeneo ambayo Mungu anakuongoza na si rafiki katika nafsi yako na akili yako, ungekwepa kama ungekuwa wewe. Lakini kwa kuwa unamcha Mungu, utakubali kutembea katika njia ya Mungu. La pili, unaona hapa anasema hivi, anasema mstari wa 12, anasema Mungu wako na kwenda katika njia zake zote, halafu utampenda. Unaona, utampenda. Hilo ni jambo la pili. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, yaani utampenda Mungu kwa moyo wako wote. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 22:37 Yesu anafafanua, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Yaani mcha Mungu, utampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote
kwa akili yako yote. Huyu mtu anaitwa mcha Mungu. Nimesema yale mambo ambayo nimetangulia kuyasema pale juu ndio yatakupelekea sasa kusikia unaanza kuwa hivyo. Unaanza kumpenda Mungu kwa sababu kwanza unajua ni Mungu wa haki, unajua Mungu mwenye wema, unajua Mungu mwenye kuhukumu, lakini unajua Mungu ambaye anaweza kila kitu, mwenye vitu vyote, lakini unajua ana nguvu zote, lakini unajua Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo utampenda kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na akili yako yote. Namba tatu asema na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Maana yake ni kwamba ukishampenda Mungu kwa namna hiyo, sasa utamtumikia, utajitoa. Na wakati unamtumikia Mungu hautahitaji faida, hautahitaji makofi, hautahitaji watu watambue utumishi wako. Wewe moyo wako uko katika kumpenda Mungu. Na hivyo ndio maana ndugu zetu na wazee wetu hata wale tutangulia, unaposoma habari ya historia ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola, anakuambia alitembea kwa miguu maeneo makubwa sana akihubiri Injili. Sehemu nyingine alilala polini akienda kwa sababu ya kuhubiri Injili, kumtumikia Mungu. Unaposikia ule moyo mwako wa ndani wa kumcha Mungu, maana yake utamtumikia bila kuangalia, bila kudai gharama, bila kuweka vikwazo, bila kuwa na uzuru. Utamtumikia kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Utaona kazi zingine zote ni namba 2, lakini utumishi wako kwa Mungu utakuwa namba 1. Kabla ya utumishi kwa Mungu huingizi kitu kingine. Vitu vingine vyote ni vya ziada kwako, lakini utumishi wako kwa Mungu utakuwa namba 1. Utasikia ndani msukumo wa kumtumikia Mungu, utasikia ndani kujitoa kumtumikia Mungu. Tumishi wa Mungu, ndugu yangu unanisikiliza, ambaye unanisikiliza kwenye televisheni, unaniangalia kwenye televisheni hii na unanisikiliza kwenye redio, kama unamcha Mungu utaona haya matokeo katika maisha yako. Lakini pia anaendelea kusema hapa kwamba ukuzishika amri za Bwana, utashika amri za Bwana. Naona hiyo sasa ni namba 4, utazishika amri za Bwana. Amri za Bwana ziko 10. Kuna amri 10 za Bwana. Mungu anazungumza juu ya amri 10. Utazishikilia hizo amri, utafuatilia, utatembea katika hizo amri za Bwana. Utampenda Mungu, hautakaa kuabudu sanamu, na utawapenda watu. Naona Yesu alisema amri zile 10 amezigawanyisha katika mafungu mawili. Akasema hizi amri zote zinazungumzia upendo, upendo kwa Mungu na upendo kwa watu. Kwa hiyo utaona kuna zile amri 10 utazishika, utazifuata, utazitendea kazi. Naona. Lakini namba 5, utashika sheria za Mungu. Kuna amri na kuna sheria. Naona kuna amri na kuna sheria. Amri ni zile 10, lakini sheria ziliendelea kuongezwa siku baada ya siku, zina mapana zaidi, kwamba kuna maelekezo mbalimbali ambayo Mungu anaweza kuyazungumza juu yako, utakuwa tayari kuyafanya. Huku ndio kunaitwa kumcha Mungu. Huku ndiko kunaitwa kumcha Mungu. Katika hizi dakika 5 zilizobakia, tutaangalia baraka za kumcha Mungu. Baraka ya kwanza ya kumcha Mungu ni kuongezewa siku za kuishi. Utaongezewa siku za kuishi, kama ambavyo tuliangalia kwenye Kumbukumbu la Torati pale, ile sura ya 6, anasema mstari wa 2, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake naweza kuamuru wewe na wanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Ukimcha Mungu wewe, ujue Mungu atakuongezea siku za kuishi.
miaka yako itaongezeka. Kwa maneno mengine, Mungu atashughulikia afya yako. Naona afya yako itaimarika. Mungu atakuondoa kwenye magonjwa. Kumcha Mungu kuna faida ya kwamba magonjwa ya hovyo hovyo hayatakuvaa hovyo. Magonjwa ya Misri, magonjwa mabaya yatakaa mbali na wewe. Mungu atakupa miaka mingi ya kuishi. Faida ya pili, Mungu atakufundisha katika njia zake. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 25. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 25. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 25 na mstari wa 12. Zaburi 25 mstari wa 12. Anasema, ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Yaani Mungu atakuelekeza. Kama umechagua kufanya biashara, Mungu atakuelekeza katika biashara yako jinsi gani ya kufanya ili upate faida. Ukisoma maandiko haya anakuambia katika sura ya 25 kitabu cha Zaburi, anakuambia sema, nitakufundisha na kukuongoza njia utakayoiendea. Yaani ile njia ambayo wewe unataka kufanya. Kama unataka kufanya biashara, kama unataka kufanya ufugaji, kama unataka kufanya kilimo, kama unataka kufanya chochote, Mungu atakufundisha njia anayoichagua. Yaani mtu huyu ambaye umechagua hiyo njia, Mungu atakufundisha sasa, atakuelekeza. Na Biblia inasema kwamba nitakufundisha ili upate faida. Naona? Kwa hiyo hautaingia hasara. Kwa mcha Mungu yoyote ambaye atakuwa tayari kumsikiliza Bwana, utakuwa na faida, kwa sababu atakuongoza mahali pa faida. Kama ambavyo wana wa Israeli alipowaongoza kule jangwani kwa nguzo ya moto wakati wa usiku na nguzo ya wingu wakati wa mchana, akawaongoza njia wanayoiendea. Hivyo Mungu atakuongoza ili upate faida. Hiyo ni faida ya kumcha Mungu. Naona? Lakini faida nyingine ni kwamba fadhili zake atakuwekea wewe. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 31 mstari wa 19, fadhili zake. Sura ya 31 kitabu cha Zaburi mstari wa 19. 31 mstari wa 19, Biblia anasema hivi, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako ulizowawekea wakuchao. Naona? Fadhili za Mungu maana yake wema wa Mungu, upendo wa Mungu, yale mambo mema ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yako. Unayemcha Mungu, Mungu anakutendea maajabu katika maisha yako. Na ndio maana huwezi kukuta mtu ambaye unamcha Mungu ukaingia kwenye mahasara, ukaingia kwenye nini. Lazima wakati mwingine ufike mahali pa kujiuliza. Unapoingia hasara, mara umeingia hivi, mara umeingia kwenye matatizo, lazima wakati mwingine ujiulize, unamcha Mungu kwa kiwango gani? Au upo tu kwa sababu ya kutaka faida zako? Uko tu kanisani, saa nyingine umekuja kanisani, lakini lengo lako labda unataka kuoa, au unataka kutafuta binti wa kuoa, au kijana wa kuoa, au unatafuta tu biashara zako nyingine. Na matokeo yake unakuta unakosa kuyaona matokeo, kwa sababu Mungu ana macho ya kukuona kwamba ni hakika umekuja kwa sababu unamcha Mungu. Na kama unamcha Mungu kweli, Mungu fadhili zake ameziandaa kwa ajili yako. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV. Katika siku ya leo, neema ya Mungu iwe pamoja na wewe, na Mungu akupe hiyo neema ya kumcha Mungu. Hiyo roho ya kumcha Mungu pia ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Isaya pale sura ya 11, anazungumza zile roho 7 ambazo Kristo Yesu alikuwa nazo. Moja wapo ni roho ya kumcha Mungu. Mungu akupe neema uanze kumcha Mungu kuanzia sasa. Mkono wa Mungu uwe pamoja nawe katika jina la Bwana. Na kuombea kwa Mungu na neema ya Mungu ikufunike. Uwe na mchana mwema. Nataka nikuombee sasa. Baba wa mbingu na dunia, mbariki ndugu huyu aliyenisikiliza, na neema yako ikawe juu yake, akasikie kukucha wewe na kukupenda na kukuishia na kuishi maisha matakatifu ya kukupendeza. Na mweka katika mikono yako, na neema yako iliyo kuu iwe pamoja naye, katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, uwe na mchana mwema.